Torati. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana wote tukutamiliwe. Amen. Lakini cha kwanza nitaenda kuzungumzia kuhusu ni kitu gani kinachotufanya sisi kwanza tuwe mbali na Mungu wetu. Msomaji, unaweza kutusomea katika kitabu cha Isaya 59. Okay, tunasoma. Ndio. Mstari wa kwanza tunasoma mpaka ngapi? Mpaka 2. Mpaka 2. Ndio. Sasa tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Isaya sura 59 mstari wa kwanza tunashuka mpaka 2. Sasa inasema tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Tunasoma mstari wa 2 nasema, lakini maovu yenu yamefarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yaani sikio la Bwana si nzito hata kwamba hawezi kufanya nini? Hawezi akatusikia, ama mkono wake si mfupi hawezi akatokoa. Lakini ni dhambi zetu sisi inayomfanya yeye awe mbali nasi. Yesu amidiwe. Amen. Ni dhambi zetu sisi. Unajua mwanadamu yeye siku zote za maisha yake huwa na moyo ngumu. Kwa namna gani? Mwanadamu huwa anataka Mungu amtumikie, lakini mwanadamu apendake amtumikie Bwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu moyo wa mwanadamu ina chuki, inapenda kujipendeza yeye peke yake, yani ubinafsi. Yani anaweza akajipendeza yeye, lakini akifika katika sehemu magumu, magonjwa, hapo sasa anaanza mkumbuka nani? Anaanza mkumbuka Mungu. Na ndio maana Bwana akasema kwamba sikio yangu mimi si nzito kwamba siwezi nikawasikiliza, bali ni dhambi zenu. Yani moyo tu yakichafuka, mwili wote mzima nafanya nini? Inachafuka. Hata kama ukimwomba Mungu atakusikiliza, lakini maombi yako itakuwa nini? Itakuwa fujo mbele ya nani? Mbele za Bwana. Yesu amidiwe. Amen. Yesu amidiwe. Amen. Na ndio maana niko nasema kwamba kwa siku leo tujifunze jinsi ya kumpenda Mungu. Tujifunze jinsi ya kunyekea chini ya Bwana. Ingawa ni vigumu, lakini Mungu ametuumba sisi ili tumfanye nini? Tumtumikie na tufanye mapenzi yake. Na hatuwezi tukaendelea kama jinsi wanasema, hatuwezi tukasema kwamba tunampenda Mungu na wako bado tunaendelea kufanya mambo yanayomchukiza Bwana. Yesu amidiwe. Amen. Yesu amidiwe. Amen. Yesu amidiwe. Amen. Kwa maana sisi binadamu tunamheshimu Mungu sana, lakini kumtii hatumtii. Kwa mfano mzazi, mimi na mzazi wangu naweza nikamheshimu, lakini nakosa kumtii maneno yake. Lakini mbele za watu wakimwangalia vibaya nitamsimamia. Lakini baba akisema kitu sitasikia. Kwa sababu gani? Nakosa utiifu. Na ndio sisi pia Wakristo kwa hizo siku tunavaa neno la Kristo, tunavaa Ukristo, lakini kumtii sasa baba yetu wa mbinguni ni vigumu. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maana maandiko matakatifu yanasema kwamba watu hawa wanaheshimu tu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko wapi? Iko mbali na mimi. Kumbe moyo, yani Mungu hataki moyo kuvunjika, anataka moyo iliyo safi. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema nini? Heri walio moyo safi, kwa maana watafanya nini? Pasipo kuwa na moyo safi hatuwezi kuona nani? Bwana Yesu amehimidiwe. Amen. Bwana Yesu amehimidiwe. Amen. Bwana huwa anasema tena kwamba ndio maana kitabu cha Mwanzo, tukielewa tu siri ya hapo Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka kushuka, tukielewa tu ile maana yake tu, tukielewa ile maana, yani nakwambia sote tutakuwa tumeshakamilika katika nani? Katika Kristo. Na tujue kwamba Kristo yeye alikuwa mzaliwa wa kwanza. Kwa sababu yake yeye sote hapa tumeumbwa. Pasipo Kristo mwenyewe hatungeliumbwa. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana litukamidiwe. Amen. Mungu alitupenda tukaitwa mpaka tuwe wana nani? Wana wa Mungu. Wana wa Mungu. Dhambi, utiifu, Mungu anasema hakuna shida. Wanaheshimu. Safi sana. Hata tena dhambi pia wanamheshimu Mungu, lakini je, wanamtii? Hawamtii. Ndio maana maandiko matakatifu yanatuambia nini? Fungua kitabu cha Luka sura ya 6:46. Tusikie Bwana anasema nini.
Nasoma kitabu cha Luka. Naam. Luka sura ngapi? Sura 6:46. Ya, sura 6:46. Naam. Okay. Tunasoma sura 6:46 kitabu cha Luka kinasema na kwa nini mnaniita Bwana Bwana walakini nani wanapiga simu? Samani. Ya, acha nifungue huko. Acha basi nikalete tu katika maneno. Acha mtasoma. Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Luka sura 6:46. Kwa nini mnaniita huko mimi Bwana Bwana na huko mtendi matakwa yangu? Maana nini? Na kwamba huko sisi usiku tukitalala tunaomba Mungu atulinde. Tukitanda kazini tunamuita. Tukifanya mambo mengine yani kabla sisi tutakufa tunamuita. Lakini sasa kipindi tunapoishi ama katika nuru, yani atufanyi mapenzi yake, atumjulishi katika mipango zetu zote. Yesu asifiwe. Amena. Yani tunamuita Mungu, lakini huko tumtii. Hapo sisi tumekuwa wanafiki mbele za nani? Mbele za Bwana. Na maandiko matakatifu yanasema kusionekane unafiki wowote ndani ya moyo wenu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unafiki tu ukianza kuzaa, hapo tayari utaanza kupanga mambo ya kumchukiza nani? Mwenyezi Mungu. Na hapa ni ndio maana tunaendelea jinsi ya kujiunga na Mungu. Inatubidi tujue kwa namna gani tunaweza tukajiunga na Baba. Kwa mfano Mungu anasema kwamba inakubidi umfanane yeye. Lakini utakuta sisi wana wa nuru tunataka kufanana na Ibilisi. Sasa nuru na giza vinaendana wapi na wapi? Wapi na wapi? Bwana asifiwe. Amena. Ndio maana Bwana akasema kwamba tayari nimeshawatosha katika giza. Hivi sasa nimewaweka katika nuru ili mmekuwa wana wa nuru. Na hivyo basi nuru yenu ikangaze mbele ya watu wote ili mataifa waone matendo yenu mema wakamtukuze Baba yenu aliye wapi? Mbinguni. Hivi kwa mfano tuseme kwa Muislamu, unamwona anakufa na njaa, ana njaa. Wewe tu ukienda mpatia chakula, je, atamshukuru Mungu? Atamshukuru Mungu. So kupitia matendo yetu sisi, yani nuru inang'aa mbele za watu. Lakini utakuta sisi wa Kristo tuna ile moyo ya kuanza kuhukumu watu. Na kwamba huyo hatafika mbinguni, hatafika. Huyu na hivi hataenda huko. Lakini ukumbuke mwenyewe ulikuwa mtenda dhambi. Mwenyewe ulikuwa mwasi. Yesu amidiwe. Amena. Dhambi tunaomba lakini moyo wa kimungu haina ndani mwetu. Maandiko matakatifu yanasema nini? Mungu ni roho. Na wanaomwabudu inawapaswa maabudu katika nini? Roho na kweli. Na ndio maana inatubidi sisi chochote tunachokifanya inatubidi tukifanye katika roho na kweli. Kuimba katika roho na kweli. Amena. Kucheza katika roho na kweli. Bwana asifiwe. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Wengi wanataka sana kusikia kuhusu mambo ya manabii. Kupenda kusikiliza maisha yao. Lakini kusikia neno la Mungu kutoka kwa Bwana hawataki kulisikiliza. Yesu asifiwe. Amena. Na tubadilishe neno letu. Yesu akasema kwamba mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila litokalo kwa Mungu. Yesu asifiwe. Amena. Naona bado maandiko hayajakaa wapi kichwani, ila tu ndio maana Bwana ametoka kitabu cha Torati na sheria yakae ndani mwetu ili tupate ile neno la Mungu la Kristo likae kwa wingi ndani mwetu. Na neno la Kristo likikaa kwa wingi ndani mwetu inatubidi basi sisi nasi tuwe tunafanya nini? Tuwe tuna practice, tuwe tunatendea nini? Kazi. Amen. Yaani hatuwezi tu tukasema kwamba tunamwamini Mungu akisha pasipo matendo. Yaani una imani, hakuna shida. Basi nitakwambia nionyeshe imani yako, nami nitakuonyesha matendo yangu. Tuone ni nani ndio alina kibali kikubwa mbele ya nani? Mbele ya Bwana. Na kumbe imani pasipo matendo nafanya nini? Na matendo pasipo imani nafanya nini? Bwana asifiwe. Amen. Kumbe inatubidi sisi tuoneshe matendo yetu kupitia nini? Kupitia imani. Jina la Bwana Yesu Kristo lihimidiwe. Amena. Nataka ushuke chini. Ndio. Hapa mstari kitabu cha Luka. Na kitabu cha Isaya. Paka 3 pale. Paka 3. Ya.
nilikuwa nimeshapoteza samahani kidogo. Yeah. Okay, tunashuka mstari wa 3. Naam. Inasema kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Kwa uovu. Kwa nini? Kwa uovu. Kwa nini? Kwa uovu. Endelea. Midomo yenu imenena uongo. Ndani zenu zime samani. Ndani zenu samani kidogo. Unajua maandishi mdogo. Yeah. Okay. Yeah. Vidole vyenu vimetiwa najisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo. Ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Hapana adaiye kwa haki, wala hapana atetaye kwa kweli. Kwa kweli, utumainia ubatili, unena uongo, upata mimba ya mazara. Upata mimba ya mazara. Ndio. Upata mimba ya mazara. Na kuzaa uovu. Uangua mayai ya fira. Na kusuka wavu ya buibui. Yeye alaye mayai yao ufa. Na hilo livunjwalo utoka nyoka. Utoka nyoka. Tunashuka mstari wa 6. Mstari wa 3 tu. Kwa takatifu wasibati mikono wetu unajaa na dhambi. Miguu inajaa na nini? Na dhambi. Fikra zetu dhambi. Macho dhambi. Mwanzo sifiwe. Amen. Ulimi dhambi. Hivi ngoja nikupatie swali kila mtu atajibu. Mnajua kwa nini Yesu Kristo alivuja damu katika mwili wote mzima kuanzia kichwani mpaka miguuni? Mnajua kwa nini? Kwa ajili ya dhambi zetu. Ndio, mfafanulie kidogo. Kuna siri katika ile mwili wa Kristo. Ndio alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Dhambi zetu kwa sababu tuokolewe. Tuokolewe. Safi sana. Mwanzo sifiwe. Amen. Sababu ilikuwa kwamba Mungu mwana kondoo alikufa kwa msalaba kwa sababu kila mtu sote mali hapa, hata kizazi kinachokuja nacho kipate kumwamini na kuokolewa. Lakini siri ilikuwa hii: wakati Bwana alipotandikwa msalabani, miguuni damu ilivuja, kichwani damu ilivuja. Siri ni ya kwamba ukimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wako, akili zako mbovu ulizokuwa nazo haitakuwa sawa sawa kwa jinsi zilizokuwa zamani. Mungu anakusafisha kichwa yako, dhamiri zako, unakuwa na nia ile ile kama jinsi Kristo alivyokuwa na ile nia. Mikono, kuliko wewe kumwanga damu au utamwanga tena damu, utakuwa unafanya nini? Utakuwa unatumikia kwa njia njema ya kusaidia watu wengine. Amen. Miguu yani ulikuwa unakimbilia dhambi, uzinzi, usharati, uchawi, mambo yote. Lakini sasa wakati unapomwendea Bwana, miguu yako tena haitakimbilia tena usharati ama uzinzi. Utakimbilia Bwana wa majeshi. Amen kubwa. Amen. Yesu amidiwe. Amen. Kutembea yani jinsi utakavyotembea. Hawali ulikuwa tembea kama mtu aeleweki. Lakini watu walikuona kwamba mbona huyu mwenendo wake inakuwa tofauti. Mwanzo asifiwe. Amen. Petro kwa matendo yake, Petro kwa kutembea kwake walimtambua kwamba yeye ni nani? Mwanafunzi wa Yesu. Lakini sisi je, tunapotembea kwa wapagani wanatambua sisi wanafunzi wa Yesu? Kwa sababu gani? Kwa sababu ule utiifu na ule nuru bado hatutakubali Mungu abadilishe mioyo yetu. Na tusiwe wanafiki. Amen. Kama hatujakamilika katika Kristo, mbinguni hatuendi. Amen. Amen. Mbinguni hatufanye nini? Hatuendi. Ni bora kusema kweli kuliko uongo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mbinguni hatuendi kama neno la Kristo halikuja ndani mwetu. Nataka ufungue katika kitabu cha Petro. Petro wa pili. Sura ya kwanza.
Anza mstari wa 3. Okay, Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3. Naam. Ya, tunasoma. Ndio. Tunasema kwa kuwa uweza wake wa Mungu wa uungu. Naam. Umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Ya, tunashuka mstari wangapi? Hadi wangapi? 5 inasemaje? Mstari wa 4 sasa unasema. Ndio, endelea. Tunaenda inasema hivi. Inasemaje? Tena na kwa hayo Naam. ametukirimia ahadi kubwa. Ahadi kubwa Mno za zamani. Ndio. Ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Wa uungu. Ya. Uungu wa nani? Uungu wa Mungu. Amen. Uungu wa Yesu Kristo. Ndio. Ya, asante sana. Endelea. Ya. Uungu, okay. Mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Okay, tunashuka mstari wa 5 sasa. Tusikie sasa. Endelea bila tape. Ya. Hapa sasa inabidi sasa msikie sasa. Okay. Jinsi ya kuongeza imani yenu, jinsi ya kukamilishwa katika imani katika Kristo. Soma hapo. Tunasoma mstari wa 5 unasema naam. Na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu naam, tieni na wema na katika wema wenu maarifa. Ndio. Inaishia hapo. Tushuke mstari wa 6. Kushuka. Tunaenda hapo. Ndio. Mstari wa 6 unasema na katika maarifa yenu kiasi. Na katika kiasi chenu saburi. Naam. Na katika saburi yenu utauwa. Naam. Tunashuka sana. Endelea sana. Okay, nasema. Inasemaje? Na katika utauwa wenu tena upendano wa ndugu. Na katika upendano wa ndugu upendo. Upendo nani? Upendo. Hapo nasema upendo. Tunashuka. Tunashuka nani nasema? Maana mambo hayo yakiwa kwenu na njaa tele yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Acha nisome hapo. Kwa sababu ya hii sasa, jitahidini sana katika imani yenu kuongeza wema, na katika wema maarifa, na katika maarifa kiasi. Kumbe kiasi kipo na maarifa pia ipo. Chanzo cha maarifa ni nini? Ni kumu cha nani? So pasipo maarifa, hadi maarifa tunaposomea PhD ama mengine ya ulimwengu, kumbe sisi ni wapumbavu. So kumbe mwanadamu anapopata maarifa wakati anapomcha nani? Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu hii sasa jitahidini sana katika imani yenu kuongeza wema, na katika wema maarifa, katika maarifa kiasi, katika kiasi saburi, katika saburi utauwa, katika utauwa upendo wa kindugu, na katika upendo wa kindugu upendo wa kimungu. Katika upendo wa kindugu na upendo nani? Wa kimungu. So kumbe mimi naweza nikapenda dada yangu lakini nawachukia yote hapa. Bwana asifiwe. Amen. Ndio ile ubaguzi. Tunaona sana ubaguzi. Mbembe hawezi kashiriki pamoja na nani? Afurelo. Sasa kweli? Si kweli? Mrundi hawezi akaolewa na nani? Na Mbembe. Mzungu hawezi akatembea na nani? Na Afrika. Jina Bwana barikiwe. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen kubwa. Lakini sote tumesahau kwamba tuliumbwa na Mungu huyu mmoja. Sote tumekuwa wana wa nani? Na Mungu. Roho zetu sisi zikikifa, je, zitaenda wapi? Hapana kwa Mbembe. Zina kwa Mbembe. Kwa Mungu. Kwa Mungu. Si Mungu ndio mwenye roho. Na wakati utakapokuimoa, je, sote au ndugu yangu pale? Mwanza sipiu. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Ndio maana katika jehanamu na mbinguni hakuna eti mlango wa Wabembe, mlango wa Warundi, mlango ya Watanzania. Mlango ni sote ni mlango hii mmoja. Ndio maana ni safi sana mna upendo wa kindugu. Lakini pasipo upendo wa kimungu ndani mwenu,
hapo tayari tumeshafeli na mbinguni hatuendi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapo tunaweza tukaona ndugu yetu anafanya nini? Anahitaji msaada, lakini sisi tunakosa kufanya nini? Tunakosa kumsaidia. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Na maandiko matakatifu inasemaje kwamba unawezaje kusema kwamba unampenda Mungu wako na huko unamchukia nani? Yesu amidiwe. Amen. So tunapenda kuonekana kuwa Wakristo. Sasa kwa nini tusichukue yale Bwana anayetuambia tufanane naye? Yesu amidiwe. Amen. Yesu amidiwe. Amen. Kwa maana katika utaua wa upendo na katika upendo wa kimungu upendo. Kwa maana haya yakiwa ndani yenu wingi na kuzidi kuongezeka, yatawasaidia kutokukosa bidii wala kutokuzaa matunda katika kumjua nani? Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini mtu yote asipokuwa na mambo haya aoni mbali na ni kipofu, naye amesahau kwamba ametakaswa kutoka dhambi zake na za zamani. So kumbe ukikosa haya ndani mwako, wewe umekuwa nani? Kipofu. Umesahau kwamba eti Mungu alikusamehe na akakutakasa katika dhambi zako za nani? Za hapo awali. Amen. Yesu Kristo amiliwe. Amen. Sasa sasa waangalie sasa inatubidi tufanye nini sisi ili inatubidi tuunganishe na nani? Na Mungu. Amen. Mpaka na mafuta alikuja, mwana kondoo alikuja, akachinjwa, akakufa kwa ajili yetu sisi ili apate kuleta upatanisho wa binadamu na nani? Na Mungu. Mwanzo siku. Amen. Nyakati wa pili. Okay. Sura ya 7 mstari wa 14. Mambo ya Nyakati wa pili. Naam. Sura ya ngapi? Sura ya 7. Sura ya 7. Mstari wa 14. Okay, mstari wa 14 inasema. Nasemaje? Tunaenda. Nasoma mstari wa 14. Naam. Mambo ya Nyakati. Nasemaje? Pili. Okay, inasema. Naam. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa ajili yangu watajinyenyekeza. Watafanya nini? Watajinyenyekeza. Kwa kiburi. Watajinyenyekeza. Watajinyenyekeza. Ndio. Na kuomba. Na kunitafuta. Uso wangu. Naam. Asante. Na kuziacha njia zao mbaya. Basi nitasikia toka mbinguni. Atasikiliza maombeni kutoka wapi? Toka mbinguni. Ndio. Na kuwasamehe dhambi yao. Na kuiponya nchi yao. Na kuponya nchi yao. Waza sipiwe. Amen. Kumbe tukijinyenyekeza mbele za Bwana na kuacha njia zetu mbaya. Njia zetu mbaya nini? Kutokuwa na heshima. Kutokutii. Kukuwa na dharau. Amen. Kukuwa muongo. Amen. Hapa ni wangapi ndio wanashika ile amri 10 za Bwana? Hakuna. Kwanza sifiwe. Amen. Hapa hasira ikikuwa hapa sika mtu ataanza tukana mtu hapa. Mungu akasema eti msirike lakini msifanye nini? Msitende za. Yesu amini. Amen. So watu wangu wakijinyenyekeza, lakini mwanadamu yeye ni kina moyo mgumu, akitaki kunyenyekea chini ya Bwana. Bwana akamwambia shuka magoti, kinainuka. Akitaki. Mungu akamwambia subiria, kinaenda. Kinatembea. Kinazana kwa miti ndo ana control Mungu. Yaani unakuta binadamu anaanza panda Mungu kichwani. Binadamu wanataka kumtoa Mungu katika sehemu yake, akisha binadamu waweke Mungu wao kule juu. Haitawezekana. Na Bwana akasema kwamba mkijinyenyekeza na kuacha nia zenu mbaya na kutafuta uso wake, atawasikiliza kutoka wapi? So kumbe Mungu anasikia maombi yetu lakini hajibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado sisi hatutakubali kuacha njia zetu mbaya. Hata Mafarisayo pia walifundishwa, wakafundisha watu, waliomba mtakufa katika dhambi zenu nyinyi ni wanafiki. Amen. Nasi pia tusipobadilika
tutakufa katika dhambi zetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatutaki kuonesha kwamba tunapenda Mungu. Tunabaki na ile heshima, lakini kutiifu tunakataa kutii. Twende pia kwa vijana. Maandiko matakatifu yanasema nini? Mheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zifanye nini? Zipate kuwa nyingi. Yesu asifiwe. Amen. Lakini utakuta vijana hizo masiku wakiambiwa tu kiburi tu, hawataki kusikiliza. Je, hapo utamfurahisha Mungu ama utamkwaza Mungu? Na Bwana akasema nini? Ya kwamba yoyote atakapomlaani baba yake ama mama yake, huyo afanye nini? Yesu ameniwe. Amen. Yeyote atakayemtukana baba yake na mama yake, huyo afanye nini? Aniwe. Lakini utakuta vijana wetu masiku wanatukana wazazi wao. Wengine wanapiga wazazi wao hata mangumi. Yesu ameniwe. Amen. Vijana, binti, inatubidi tuheshimu wazazi wetu. Kwanza wazazi wana mamlaka juu yetu sisi. Ukiishi katika nyumba ya mzazi wako, bado ungaliki chini ya sheria zao. Mzazi aikataa usifanye hiki, sikia. Mzazi aikutuma, nenda. Lakini utakuta sisi vijana tuna kiburi ya mazingira tuliokuja. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Yesu ambiliwe. Amen kubwa. Na ndio maana ninasema kwamba tuchunguze sisi sote. Tujichunguze. Tusipojichunguza, moyo wetu isipotuhukumu sisi, hapo kuna nakwambia hapo bado hatuko katika imani. Hapo tumeshapotea. Tunaishi kwa ajili ya ibilisi. Kwa sababu gani? Watenda dhambi huwa wanapenda sana kutenda dhambi. Na watakatifu wa Mungu huwa wanapenda sana kukaa karibu na nani? Karibu na Mungu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Tumpende Mungu. Tumpende baba yetu aliyetuumba. Ingawa tumuoni, lakini tunamuona kupitia matendo kwa Wakristo wenzetu. Tutamuona moja kwa moja wakati tutakapofika wapi? Mbinguni. Anaona Bwana ametuahidi hii. Bwana alichagua, wokovu ilikuwa kwa ajili yetu sisi. Maandiko matakatifu yanasema kwamba Mungu alituchagua kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu huu kwa upendo sana, ili tupate kuwa wana wake. Amen. Na ufalme wake aliumba kwa sababu yetu sisi, ili tupate kurithi katika ufalme wa Mungu na tuishi na tufurahi pamoja naye. Na jehanamu motoni iliumbwa kwa sababu ya Lucifer na malaika wake waovu. Na ndio maana nilikuwa nasema kwamba Mungu anapatia binadamu maamuzi. Mungu hakuforce tu umpende. Hakuforce. Ukimpenda utashika sheria zake, amri zake, utasikia nini anakuambia. Usipompenda, ukipenda kumtii ibilisi, basi fanya mapenzi ya ibilisi, lakini ujue kwamba ibilisi naye pia atakuangamiza. Kuzima na kuangamiza, na Mungu naye anakumalizia motoni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na Mungu si mnafiki. Mungu ni mwenye haki. Mungu ni mwenye haki. Alituumba sote sisi ili tumwabudu yeye. Lakini sisi tunataka kumwabudu nani? Ibilisi. Tunataka kujiabudu sisi wenyewe. Kujipendeza sisi wenyewe. Hatutaki kumpendeza Mungu. Ila Bwana anasema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza, ndio maana ile neema ya msamaha ingaliki hapo. Neema ya kuomba msamaha kila siku, lakini tusirudilie dhambi kwa makusudi. Makusudi ndo mbaya sana. Mlango wa neema ungaliki unafunguka. Katika njia nyingine nasema kwamba safina iko wazi. Safina ikifungwa, hapo neema yafanya nini? Waza siku. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Ungaliki hai, una muda wa kutubu dhambi zako, una muda wa Mungu akutengeneze. Lakini wakati unapokufa, ukiacha tu mwili, huko katika ulimwengu wa roho hakuna msamaha tena. Utalia, utajuta, unalia ati Mungu nisamee, Mungu nirudishe.
Sikuwa najua nirudishe, niombe toba. Mungu atakwambia nini? Ya kwamba nilikupa muda sana, lakini ulifanya nini? Ulizarau. Mwanadamu huwa anazarau kile ndo anachokiona mbele. Lakini akikufa sasa, akipoteza, atakuja kwa kwamba hiki kitu ni cha muhimu sana. Mungu ametupatia muda sote mahali hapa, ili tupate kubadilika na tupate kukamilika katika yeye, kuungana na Mungu. Mungu anataka tena muwe na ule umoja. Kila mtu hapa na rafiki yake, sivyo? Ndio. Kila mtu na rafiki yake. Na kuna mtu hapa au kuna rafiki yake ndio huwa anaongea naye kila siku. Hawezi akaenda siku bila kuongea naye. Kwa sababu gani? Wana umoja. Na ndio jinsi Mungu pia anataka sisi nasi tuwe. Yaani tuwe na umoja na nani? Na Mungu. Na tukiwa na umoja na Mungu, yani hata kama tukimkosea tutaenda kumwomba msamaha na Mungu atafanya nini? Atatusamehe. Sisi kama rafiki, utaenda kwa rafiki yako utaomba msamaha na hata kufanya nini? Atakusamehe. Atakwambia usijali bwana. Usijali niko na wewe, nitakusamehe tayari. Na ndio Mungu pia alivyo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tusiwe na moyo mgumu wa kutukutubu dhambi zetu. Amen. Tusiwe na moyo mgumu. Tukiwa na moyo mgumu hapo ndio tunajifanya tuwe mbali na nani? Na Mungu. Na ndio jinsi pia marafiki huwa wanafanya. Wakifanya kitu kinafiki, watasema huyo atanisamehe. Acha basi nijitenge naye. Akijitenga naye utakuta rafiki kule atakuwa anatuliza huyu mtu kwa nini anajitenga na mimi? Nimefanya. Mimi nimpenda ibada. Kumbe kule ametoka kwa amesema kosea rafiki yake, lakini ameshindwa kuomba nini? Kuomba msamaha. Tujinyenyekeze mbele za Bwana. Na tubadilishe, tuache nia zetu mbaya. Tufanye mapenzi na mapenzi ya Mungu. Kujikana, unajua kujikana sio kama eti upoteze vyote, eti nyumba, magari, hapana. Hapana. Mungu ametolea kwetu tuwe wajanja wa kutumikisha vitu vya ulimwengu huu. Wajanja wana gani? Wajanja wa kusaidia watu wengine ili tupate kurithi katika ufalme wa Mungu. Ukinunua nyumba, sio kama tu utasema mimi inabidi nipeleze Mungu niwe maskini. No. Hapo tutakuwa sisi wa Afrika. Tafuta ufalme wa Mungu wa kwanza. Maana yake nini? Watafuta neno la Mungu, ufalme wake, ukijua sheria zake na ukifanya mapenzi yake, ndio maana ufalme wa Mungu. Mapenzi yake. Na ukifanya mapenzi yake, mambo yote utakayofanya wewe, Mungu atakubariki. Ona jinsi Mungu alikuwa abariki Abrahamu, manabii, mitume, Isaka, Yakobo. Mungu akawabariki wote. Amen. Utakuta Yakobo alifanya mambo mabaya kule. Ibrahimu alidanganya. Lakini aliomba msamaha. Lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Sivyo? Amen. Alikuwa na mali mengi. Tajiri. Ayubu alikuwa tajiri. Ayubu alikuwa tajiri. Ayubu alikuwa tajiri. Watu wake ndio walikuwa hofu. Alikuwa alikuwa anafanya nini? Anaombea msamaha. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kubwa. Amen. 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 Na ndio maana nasema kwamba hivi Mungu ametubariki na vitu vingi. Ile inatubidi sisi tujue jinsi ya kuvitumikisha ile vitu. Kuna vipawa, lakini vipawa inatubidi tuvitumikishe katika njia ya kumpendeza nani? Mungu. Tukifanya kazi ya utekiteri au fai kwa sababu ya maadamu, unafaa kwa sababu ya nani? Mungu. Ukisoma si kwa sababu yako, kwa sababu ya nani? Ya Mungu. Biashara kwa sababu yako, kwa sababu ya nani? Ya Mungu. Unamrudisha Mungu utukufu wake. Amen. Kila kitu kumrudisha Mungu utukufu. Amen. Mungu akubariki. Unatoa zile baraka tena kwa watu. Amen. Amen. Kunyenyekea na kunyenyekeza na kuacha njia zetu mbaya. Ndio kama nabaki na muda ngapi sijui. Saa ngapi? Sasa dakika 28. Nimeshafika. Na basi Bwana bariki neno lake. Amen. Amen.